Habari, karibu tena wanafamilia wa Active Mama. Leo tutaendelea na somo letu kuhusu uzazi pamoja na malezi, lakini kwa siku ya leo tutazungumzia zile dalili za hatari ambazo mama mjamzito akiziona tu anatakiwa awahi hospitali. Na katika dalili hizo, dalili ya kwanza ni vaginal bleeding au tunasema kutokwa na damu sehemu za siri. Na kitendo hichi kinavyotokea haimaanishi kutokwa na damu ni mpaka iwe damu nyingi, hapana. Kiasi kidogo, hata ikiwa ni tone tone, mama mjamzito ukiona hiyo sio dalili salama. Na kwa yule ambaye ujauzito wake una wiki 28 kurudi chini, hiyo ni dalili ya mimba kuharibika au mimba inakuwa inakaribia kuharibika. Lakini kwa yule mjamzito ambaye mimba yake inakuwa imezidi wiki 28, hiyo ni dalili ya kujifungua. Kwa hiyo ni vizuri na ni vyema ukiona damu au matone ya damu, unatoka na matone ya damu, ni muhimu ukawahi hospitali kwa ajili ya uangalizi wa kitaalamu. Na dalili ya pili ambayo ni dalili ya hatari kwa mama mjamzito ni maumivu makali au maumivu yaliyopitiliza ya tumbo. Kipindi ambacho mama anakuwa ni mjamzito, kupata maumivu ya tumbo huwa inatokea mara chache sana au mara moja, mwingine anakuwa hasikii kabisa maumivu ya tumbo. Lakini pale mama anapopata maumivu ya tumbo yaliyopitiliza au tunasema maumivu makali sana ya tumbo, hii inaweza kuwa ni dalili mbaya au dalili ya hatari, kwa sababu mama akipata maumivu makali ya tumbo, hii inaashiria kwamba kile kitu ambacho kinakuwa kimejitengeneza tumboni kwa mama, ambacho tunasema ni placenta, kinachofanya kazi ya kusafirisha chakula, hewa pamoja na taka kutoka kwa mtoto kwenda kwa mama, kinakuwa kinatengana na ule mfuko wa uzazi, ambayo sio dalili nzuri sana kwa mama. Na hii inaweza kapelekea mtoto akafia tumboni. Kama mtoto yuko tumboni na akakosa hewa, akakosa chakula, inamaanisha ukuaji wake utastaka au hatoendelea na ukuaji. Kwa hiyo mtoto anaweza akafanyaje? Akafariki. Kwa hiyo sio dalili nzuri pale mama anapopata maumivu makali ya tumbo. Kwa hiyo wewe unayekaa na mjamzito, wewe ambaye ni mwenza wa mjamzito na wewe ambaye pia ni mjamzito, ukipata maumivu makali ya tumbo unatakiwa uwahi hospitali haraka iwezekanavyo, kwa sababu haitokeagi mara nyingi, lakini pia ni jambo la hatari sana. Na dalili nyingine au tunasema dalili mojawapo ni kupasuka kwa chupa ya uzazi, ambayo hii ni hali ya kawaida ambao mama wote wajawazito wakikaribia kwenye stage ya kujifungua wanapata na hii hali. Na chupa ya uzazi kupasuka ni pale ambapo muda wa kukaribia kujifungua unakuwa umekaribia. Kwa hiyo ile nyumba ya uzazi inaachia, ule mfuko wa uzazi unaachia na kutoa yale maji yanayotoka kwa njia sehemu ya siri ya mama. Na maji haya yakitoka yanatakiwa yawe na rangi nyeupe au njano hafifu. Yaani hiyo rangi nyeupe kama maji inakuwa imechanganyikana na rangi ya njano hafifu. Hiyo inakuwa ni ya kawaida, haina shida. Lakini ili kujua kwamba mama yuko kwenye hatari ni pale ambapo chupa yake ya uzazi inakuwa imepasuka, lakini inakuwa ina rangi ya kijani. Yaani yale maji yaliyotoka yanakuwa na rangi ya kijani. Hii inamaanisha kwamba mtoto ambaye yuko tumboni alijisaidia na ndio maana maji yanatoka na hiyo rangi ya kijani. Lakini pia maji ya chupa ya mama ya uzazi ikipasuka na akapata rangi ya maji yaliyotoka kawa na rangi ya kahawia au brown, inamaanisha kwamba mtoto aliyeko tumboni alijisaidia na kile choo kimekaa muda mrefu. Kwa alijisaidia mapema kabla mama kupata hiyo chupa kupasuka. Lakini pia dalili nyingine ni pale ambapo chupa ya mama inakuwa imepasuka, lakini yale maji yaliyotoka yanatoka akiwa na damu. Hii inamaanisha kwamba ile placenta au kile kiungo ambacho kinakuwa kimejiunda ndani ya tumbo la uzazi la mama, ambacho kinasafirisha au kinatoa taka mwili pamoja na chakula na hewa kutoka kwa mtoto kwenda kwa mama na kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, inakuwa imeachia ile nyumba ya uzazi ambao mtoto anakaa ndani. Kwa hiyo ikishajitenga ile, ndio pale ambapo chupa ya uzazi ya mama ikipasuka, mama anapata maji pamoja yanakuwa yamechanganyikana na damu. Lakini pia dalili nyingine ambayo sio salama mama kuiona baada ya chupa yake kupasuka uzazi ni pale ambapo chupa ikishapasuka, yale maji yaliyotoka akiwa na harufu mbaya. Hii inamaanisha kwamba mama anakuwa amepata maambukizi ya magonjwa. Hivyo basi kwa wewe mama mjamzito, kwa wewe unayekaa na mjamzito, pale ambapo chupa yake imepasuka na ukaona dalili hizi ambazo nimezitaja, ni vyema ukamwaisha hospitali. Na ukishafika hospitali, kabla mama hajaanza matibabu au kabla hajaanza processes zingine au maandalizi mengine ya kujifungua, ni vizuri ukamwambia daktari ili aweze kukusaidia na ajue anaanzia wapi kukuhudumia. Lakini pia mojawapo ya dalili za hatari kwa mama mjamzito ni shinikizo la damu la ujauzito.
Hii ni hali ambayo mama wengi wanakutana nayo, lakini wengi wanakuwa hawajaelewa, kwa hiyo wanachukulia kawaida na hawaendi hospitali. Lakini ni vitu gani vitakavyokuonyesha kwamba wewe mama una shinikizo la damu la ujauzito? Mojawapo ni pale mama anapopata hali ya kuona ukungu, yani anakuwa anaona ukungu au kwenye mwanga hafifu anakuwa hawezi kuona kabisa. Na pale mama mjamzito unapokutana na hii hali, inamaanisha kwamba msukumo wako wa damu au tunasema blood pressure inakuwa iko kwenye level ya juu kuliko kawaida. Kwa hiyo ndio maana inakupelekea wewe mama kuona ukungu au kwenye mwanga hafifu unashindwa kabisa kuona. Na pale mama mjamzito unapopata hii hali ya kuona ukungu au kuona, uwezo wako wa kuona unakuwa umepungua, kitu unachotakiwa kukifanya kabla hujaenda hospitali, kama uko mazingira ya nyumbani, basi unahakikisha unakaa sehemu iliyotulia na unapumzika, then ukiamka ndo unaenda hospitali. Lakini kama uko maeneo ya kazi, basi unaweza ukasimama kidogo kwa ajili ya hiyo kazi, ukatulia sehemu ili hali yako irudi kwenye hali ya kawaida, ndipo uende kwa daktari. Lakini pia dalili ya pili inaweza kukuonyesha kwamba mama una shinikizo la damu la ujauzito ni maumivu ya mara kwa mara na maumivu makali ya kichwa. Maumivu makali ya kichwa yanaweza kukupata ni front head, ambayo ni sehemu ya mbele ya kichwa, au maumivu sehemu ya nyuma ya kichwa. Hii pia ni dalili itakayokuonyesha kwamba wewe mama uko kwenye hatari au tayari umeshapata shinikizo la damu la ujauzito. Kwa hivyo basi unapopata hali hii ya maumivu makali ya kichwa, ni vizuri wewe mama ukaenda hospitali kwa ajili ya kutibiwa ile tatizo la shinikizo la juu la damu. Lakini pia wamama wengi wanapata ile hali, unakuta ameenda kliniki amepima, lakini daktari anamwambia kwamba mkojo wako una protini nyingi. Mkojo wa mama ukiwa na protini nyingi, inamaanisha pia mama uko kwenye hatari au tayari umeshaingia kwenye hatari ya kuwa na shinikizo la damu la ujauzito. Hivyo basi ugonjwa huu sio salama sana kwa wewe mama mjamzito. Pale unapopata dalili hizi au pale ambapo daktari anakuambia kwamba una shinikizo la damu la ujauzito, ni vyema ukatibiwa, kwa sababu inaweza kupelekea hatari kwako wewe mama na kwa mtoto pia. Pale ambapo mama unapata hali hii au dalili hizi ambazo nimezitaja, ni vyema ukawahi hospitali kwa ajili ya kutibiwa, kwa sababu ukikaa bila kwenda hospitali kutibiwa, tatizo hili la shinikizo la damu la ujauzito inaweza kapelekea wewe mama kupata mtoto ambaye ana tatizo la utindio wa ubongo, ambao sio kitu kizuri. Kwa hiyo ni vyema utakapopata dalili hizi au utakapoona dalili hizi ukawahi hospitali mapema. Dalili nyingine ya hatari kwa mama mjamzito ni pale ambapo anakuwa hasikii movement ya mtoto au tunasema kucheza kwa mtoto. Yaani unakuta ni wakati ambao mama amefikia ule umri wake wa ujauzito, unakuwa umefikia ile hatua ya mtoto kucheza tumboni, anakuwa anasikia kama mtoto anapiga ngumi au mtoto anakuwa na movements zozote ambazo mama anaweza kuzisikia, ambazo zinaashiria kwamba mtoto yuko hai au mtoto anaendelea kukua, lakini ghafla akawa hasikii movement zozote za mtoto au mtoto kucheza. Hiyo pia sio dalili salama kwa wewe mama mjamzito. Pale ambapo unakaa zaidi ya siku 2 usikii movement ya mtoto wako, ni bora ukawahi hospitali mapema kwa ajili ya uangalizi wa kitaalamu. Dalili nyingine ya hatari kwa mama mjamzito ni hali ya kutapika iliyopitiliza. Yaani kama tulivyosoma hapo awali kwamba ile miezi ya mwanzoni ambayo ni wiki ya kwanza mpaka wiki ya 12, hali ya kutapika kwa mama mjamzito ni ya kawaida na inatokea. Lakini inakuwa ni ya hatari pale ambapo inakuwa imezidi ile hali ya kawaida. Yaani unakuta hakuna kitu ambacho unaweza kula wewe, ni kutapika tu. Aidha ni kipindi cha awali cha ujauzito au baada ya kipindi cha awali. Yaani kwamba mimba tayari inakuwa imeshakuwa kubwa. Sio dalili salama kwa mama. Kwa pale unapopata hali ya kutapika iliyopitiliza, ni bora ukawahi hospitali, kwa sababu jinsi vile unavyozidi kutapika ndivyo ambavyo mwili wako unakosa nguvu, mwili wako unakosa chakula. Kwa hiyo na mtoto pia aliyeko tumboni anakuwa yuko kwenye hatari ya kukosa vitu muhimu anavyohitaji kutoka kwa mama, kama chakula, kama maji na vitu vingine. Kwa hiyo ni vyema utakapopata ile hali ya kutapika kupitiliza ukawahi hospitali kwa ajili ya usalama wako wewe pamoja na mtoto. Dalili nyingine ya hatari kwa mama mjamzito ni kupata homa. Na homa ni ile hali ambayo joto la mwili linakuwa imepanda kuliko ile hali ya kawaida. Joto la kawaida tunajua ni 35 mpaka 36. Kwa hiyo pale ambako mama joto lake linakuwa limezidi au liko juu sana mpaka 38 na kuendelea, inamaanisha mama huyu mjamzito amepata homa.
Kwa hiyo hivyo basi, mama ukishapata homa, jitahidi uwahi hospitali, kwa sababu ukikaa na hiyo homa bila kutibiwa na daktari, wewe ukakaa tu nyumbani ukasema itapoa baadaye, unakuwa umejiweka kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata mtoto ambaye ana utindio wa ubongo. Kwa hiyo ukipata ugonjwa wowote, ni homa, ni ugonjwa wowote ambao unakuwa hauelewi, basi hakikisha unafika hospitali mapema ili uweze kutibiwa kwa ajili ya kukukinga wewe mama pamoja na mtoto wako. Dalili nyingine ambayo ni ya hatari kwa mama mjamzito ni ile hali ya kupata uchungu kabla ya siku ya matarajio ya kujifungua. Hii ni hali ambayo baadhi ya wamama wanakutana nayo na wengine hawakutani nayo. Kwa hiyo wewe mama ambaye tayari una experience hii hali au ambayo unaweza ukaja kukutana nayo kipindi cha ujauzito wako, unatakiwa ukisikia hali kama unataka kujifungua au kama mtoto anataka kutoka na siku za matarajio bado, unatakiwa uwahi hospitali, kwa sababu kuna uwezekano wa vitu viwili. Uwezekano wa kwanza ni kwamba unakuwa unajifungua mtoto ambaye hajatimiza siku zake, au tunasema premature baby, au tunasema mtoto njiti. Kwa ukifika hospitali wanaweza kukusaidia ukajifungua mtoto ambaye hajatimiza siku na akakaa hospitali mpaka siku zake mpaka atakapofikia hatua ambayo anaweza kukuruhusu kutoka naye hospitali. Lakini pia kupata hali hii ya uchungu kabla siku ya kujifungua, ukishafika hospitali wakisha kuangalia, wakisha kutibu kitaalamu, wanaweza wakakuweka hospitali chini ya uangalizi mpaka wakasubiri mpaka siku ya kujifungua kwako, ambapo mara nyingi tunasema bed rest. Kwa hiyo mama utakapopata hii hali yoyote ya kusikia kama uchungu, maumivu ya kiuno, unasikia ni kuna namna ya uchungu unakuwa unasikia kabla siku ya matarajio, basi hakikisha unafika hospitali mapema ili ukae chini ya uangalizi wa kitaalamu. Na hayo ndio mambo tuliokuwa tumekuandalia kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, bye bye.